Alafu nasikia harufu ya bangi hapa. Harufu ya bangi sijajua bosi ama imetoka wapi. Mbona harufu ya bangi mimi nishaachaga hata kuvuta bangi. Hebu acha bana. Nimeacha kuvuta bangi mimi. Kwa harufu ya bangi inatokea sehemu gani sasa? Sijajua bosi. Sijajua. Hawa vijana wapo? Wapo. Daddy. Yeah. Daddy, shikamoo. Poa. Mko mnatoka? Hapana, tumesikia kelele za honi ndio maana tumetoka. Daddy, honi nimepiga sana. Pole na safari daddy. Sasa wapi? Mbona uko mtu kufungua? Hebu tuongee mara moja bwana. Sawa daddy. Uko toka lini hapa? Daddy, mimi nimefika juzi hapa. Chuo vipi? Namshukuru Mungu. Nimemaliza chuo salama na nahisi kwa mtihani niliofanya na kama unavyonijua mimi mwanao ni kichwa, nitafanya vizuri. Kwa habari ya chuo tushaimaliza kwa sasa. Tushaimaliza daddy. Sawa sana. Hongera sana. Asante daddy. Sawa. Na wewe bana, habari za nalili kwenye mifugo kule vipi? Baba, mimi nilienda kwenye mifugo. Kikweli sikupenda hali ya kule. Mifugo zinaisha sana. Zinakufa. Umechukua hatua gani? Sikuweza kuchukua hatua kwa sababu sikuwa na utaalamu wa kuwatibu. Nilikuwa nakusubiri kama utafika hata namna tuende tufuatilie. Ili bana natakiwa tuwe serious. Mambo kama haya hayahitaji ngoja. Daddy, samani. Kwenye hilo swala mimi niachie mimi. Kwa sababu mmenisomesha kwa ajili ya kuhudumia familia na kuwahudumia watu wengine. Kuhusu masuala ya afya. Kwa hiyo naomba mniache mimi, nitaenda na blaza kule nikaziangalia mifugo na hisi watakuwa sawa. Kwa hiyo liko ndani ya uwezo wako? Lipo ndani ya uwezo wangu, mniachie ni majukumu yangu. Leo mjiandae muondoke. Sawa, mtaalamu muongozane muondoke. Sawa daddy. Tunataka tupate majibu ya haraka. Daddy. Lakini pia tukitoka kule na jambo langu na wewe. Sawa. Tumalize kwanza haya, kisha kuja mada ya mtupo. Tumalize jambo hili, tushamaliza jambo hili la mifugo, tuendelee na haya mengine. Daddy, mimi naona ukapumzike sasa kwa sababu umechoka, mambo ni mengi sana. Sawa. Lazima refresh mind daddy. Jamaa vipi? Sasa uelewi, napiga honi za kutosha. Sema naona kama anaumwa, hebu simamisha gari.
Wadogo. Wewe ni mtu gani? Yule anaonekana na maumivu. Kuna kitu kitakuwa kimemkuta nice. Si unaona majani hapa. Baba. Kweli, sikuta majambazi hao. Hapana, tuseme inshallah afu tushuke tumsaidie. Ile pole la mbuga wa wanyama mzee. Hapana, tushuke. Sasa mshukuru, unajua? Tuseme inshallah afu tushuke. Sawa? Nisikilize bro, tumsaidie tushuke. Nipe dakika 3 utakucheki, umeshafika nyumbani, sema na kazi nyingi, sawa? Nipe dakika 3 utakucheki. Kweli kabisa kama vipi wazee? fresh. Yeye ama Masai. Naona mna nawili. Au vipi maendeleo? Maendeleo sema Vipi mifugo mzee? mifugo sasa hivi. Baya sema mbuzi wameshakufa nyingi sana sasa hivi. Mbuzi kufa mangapi? Kufa kama mbuzi 100 sasa hivi. 100? 100. Wadogo naona mambo yako. Bro, nalaumu nini sasa?
Na wanaume nini hujui? Hivi unajua nilichokienda kusomea mimi chuo ni nini? Sasa ndio kusomea wanakutibu mtu alafu kaacha mifugo zako ziishi. Wale mifugo wanazaliana lakini yule ni binadamu. Akiondoka arudi tena, kwa hiyo ni sehemu ya kazi pia. Wewe bora tu kumlipa mzee mbuzi zilizokufa. Haina shida. Gharama za mzee alio yani toka nasoma nipo darasa la 7 hadi namaliza form 4. Naenda advance, naenda chuo. Ni pesa nyingi sana. Nani tunaweza tukanunua haya mambuzi yakajaa dunia. Kwa hiyo unaweza kwenda kuongea mbele ya mzee hivyo mzee. Au unanizingua tu. Sio kwa maana nakuzingua. Sasa mwanangu umeona mbuzi zimeisha. Ni sehemu ya kazi. Ndio kitu ambacho tulitumwa na mzee. Haya tunarudisha majibu gani? Ila ni sehemu ya kazi yangu niliyosomea bro. Elewi nini guys, imeshatokea hatuwezi kuna nini. Sema nini brother, wewe unazingua. Unakuja kuleta dokta dakika za mwisho. Hata mwenyewe anashia njiani anatibu watu wa. Mtu mkanionyesha waliobaki tuwafanyie huduma. Hii ni sehemu ya kazi yangu. Sawa? Wewe fanya mwanzo kabisa. Sasa ndio nini? Hiyo tabia mbaya haifai kwenye jamii. Mlaze chini. Mshike miguu, mshike miguu. Shika miguu. Fanya hivi. Mwacheni niletee maji kwanza. Dogo analeta maji. Dogo leta maji. Wewe shika ndani. Watu weke chini. Mshikeni vizuri. Mpo makini Mpo makini. Unaona, yani mbuzi hawana damu kabisa. Ndio maana yale maswali tulikuwa tunayaongea. Hawa mbuzi kuna sumu walipiwa.
Hii ni ripoti ya watoto yatima kutoka Mbezi na watoto 200 na chakula cha kutosha hospitali. Okay. Bosi, mbona kama una mawazo? Hapana, mimi niko sawa. Unaweza ukaenda. Okay. Love. Ndio. Samahani. Wewe mwenyewe kama mimi sina mawazo. Kwa sababu sijakuzoea jinsi ulivyo, maana wewe ni mtu ambaye huwa unafuraha muda wote. Ni kweli bwana. Una mawazo. Ndio. Wakati nakuja kazini nikutana na kijana mmoja hivi njiani. Tukagongana. So kila nikikaa mama yangu yenyewe haendi sawa na kuna mweza yeye. Sasa siwe shida ni nini? Bosi, utakuwa umempenda tu sio bure. Unaweza kaenda. Sawa. Shikamoo mama. Jambo. Mbona sababu unaosha nywele? Basi nikitoka nitakutumia. Lakini mama, nataka nikuulize. Unipe ushauri kidogo. Kuna rafiki yangu. Yaani kuna mume kutana naye siku ya kwanza. Sasa kila kikaa anakuwa anamwaza. Sijajua shida ni nini. Basi sawa, nikitoka nitakutumia. Sawa. Odi. Karibu. Habari za asubuhi. Salama, shikamoo. Marhaba. Naendeleaje? Endelea vizuri. Ndio. Angalau leo tofauti na jana. Naona. Nitafanya kila juhudi kuhakikisha unarudi imara kama mwanzo. Na kama kuna aliyokuwa akitegemea uji wako wa mgonjwa atakufa mwenyewe, hatakufa na wewe. Wewe utasimama kuwa imara, na aliyekuwa akitegemea uji wako hutokunywa tena wala hutoletewa uji. Kwa hiyo yeye ndio atakufa na si wewe, kijana yangu. Unajua ni jinsi gani nakupenda. Nashukuru sana dadi, afu nakupenda pia. Nashukuru kwa hilo. Sasa dadi, mimi nataka nimuone yule daktari aliyenisaidia siku ile, kwa sababu sikumfahamu na yule jamaa anisaidia sana. Usijali kijana wangu. Natamani nimuone kabisa. Usijali, ondoa shaka. Cha msingi sasa hivi ni kufuatilia kwa ukaribu afya yako itengemae. Baada ya hapo kila kitu kitakuwa sawa. Unanifahamu kijana wangu. Sijawahi kufeli kutimiza ndoto zako za aina yoyote. Na kama unaona ni sahihi kwako kukutana naye, hilo halina shida, kwa sababu daktari aliyekutibia ni kijana wa rafiki yangu. Kwa hilo ondoa shaka kijana wangu. Wewe sasa hivi angalia afya yako. Kwa hiyo namfahamu baba huyo.
Nimekwambia hilo halina shaka. Ni kijana wa rafiki yangu. Na rafiki yangu mwenyewe ndio nimemsaidia kipindi akimsomesha mwanae. Ndio kijana wangu. Sawa dadi, nashukuru sana kama unamfahamu, maana nilijua kama haumfahamu na wewe pia. Usijali. Hilo liko ndani ya uwezo wangu. Cha msingi sasa hivi tumuombe Mungu utengemae kiafya. Yule kijana amefanya juu chini naye kama kurejesha fadhila kipindi yuko masomoni baada ya kumsaidia baba yake. Sawa, nashukuru sana dadi. Basi hakuna shida kijana wangu, ugua pole. Haya. Mambo safi. Naweza na mimi kushiriki mazoezi? Basi sawa. Mambo. Poa, vipi? Fresh. Kumbe ni wewe? Ndio tulionana siku ile dukani eh? Ndio mimi. Basi poa, unaitwa nani? Vanessa. Naitwa Davis. Mimi ndo master hapa zoezi. Yeah. Asante kwa kufahamu. Poa, unaweza kunisaidia namba yako ya simu? Sawa. Basi poa, nitajie basi. 07 49 0749 59. Basi sawa. Asante. Tuongozane basi. Hamna shida. Oh, dada mambo? Poa, karibu. Asante. Nikusaidie nini? Mimi ndo nikuulize nikusaidie nini? Mbona sikuelewi? Mimi nilikuwa nafanya kazi hapa ila nilisafiri. Then kisha nimerudi. Dadi aliniambia. Basi poa, mimi ndo naitwa Davis. Asante, nilikuwa chuo, sasa hivi ni doctor. Hongera. Basi poa, karibu sana. Nipo ndani. Poa. Mambo. Naongea na nani? Namba gani? Oh, Vanessa. Mambo. Sasa Vanessa. Hivi tunaweza tukaonana kesho au leo?
kesho kutwa basi poa, haina shida. Vipi? Mbona ingia kwenye chumba changu bila taarifa?